Mama zangu, jioni ya leo nimeongea na Dorini na tutaendelea kuongea na Dorini. Mimi huwa siwezi kuongea na huyu wakati nimeshaongea naye na wakati na sisi tupo. Ndoa ni agano kati ya mtu mke na mtu mume waliokubaliana kwa hiari. Ndiyo yako Dorini utakayoitika tarehe 25 tarehe 25 inagharimu maisha yako yote. Tendo la ndoa unaloenda kulifanya, agano la ndoa unaloenda kulifanya iko hivi. Tunaingia kwenye ndoa alafu unasema ninataka uhuru wangu binafsi. Nani alikuambia kwenye ndoa kuna uhuru binafsi? Unaenda kujiuza, unaenda kuuza uhuru wako binafsi kutoka kwako mwenyewe, unampa mumeo na yeye anauza wa kwake. Unaenda kuwa chini ya mamlaka. Neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, najua tunasoma maandiko wa mama waombaji. Neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 kuanzia aya ya 1 mpaka ya 6. Neno la Mungu linasema, enyi wanawake, jiwekeni chini ya mamlaka ya waume zenu. Mungu anaposema jiweke chini ya mamlaka ya mume wako, na anasema kama vile Efeso 5 anasema kama vile mtiivyo Kristo ndivyo nanyi mwatii waume zenu. Neno utii ni neno dogo sana, lakini ni neno lina faida kubwa. Leo hii dunia imetugeuzia utii unaitwa unyanyasaji, utii unaitwa unyanyapaa. Dorini, ndoa unayoenda kuingia ni ya kwako na haijawahi kuwepo. Vile utakavyokili ndivyo itakavyokuwa. Ukiingia ukiwa na mitazamo ya ndoa mbaya, ya ndoa mateso, ya ndoa masimango, ndoa ni masimango, ndoa ni mateso kweli. Lakini ukiingia kwenye ndoa ukiwa na mtazamo mmoja tu, kwamba ndoa ninayoingia ya kwangu ni ya tofauti kabisa, maana ni agano peke yenu nyinyi na Mungu, haifananishi na mtu mwingine. Ndoa ni furaha, ndoa ni paradiso. Na kwa hiyo utambue nafasi yako kwenye ndoa yako. Nafasi yako ya kwanza kabisa ni msaidizi. Mungu amesema kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 aya ya 18, si vema mtu huyu awe peke yake, tamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Huendi kumsaidia kuosha vyombo, hizo ni kazi ndogo. Huendi kumsaidia kufua, hizo ni kazi ndogo. Bustani ya Edeni hakukuwa na masufuria, hakukuwa na vyombo. Unaenda kumsaidia Mungu ili kumkamilisha huyo ambaye unaenda kuanza naye maisha, ili hatimaye safari yako na ya kwake kwenda mbinguni. Unaenda kumsaidia Mungu ili kuhakikisha huyo mume na familia anayokupa imeenda mbinguni. Unaenda kutenda kazi pamoja na Mungu. Unaenda kutenda kazi ya Mungu. Unaenda kumsaidia Mungu madhaifu alionayo Wilson. Unaenda kumsaidia Mungu mapungufu alionayo Wilson, ili kumkamilisha, ili kumfanya awe mkamilifu.